nataka niwaelekeze namna ya kutuma pesa kutoka kwenye OKX kwenda kwenye Binance au exchange zingine kama Maxis. Sasa kitu cha kwanza, mfano sisi tuna pesa yetu kwenye Maxis hii hapa. Tutaifungua Maxis. Ngoja ifungue. Tutaweka fingerprint. Yes, inafunguka hapo. Tukiangalia hapa kwenye balance tuna $45. Sasa hizi nataka tuzihamishe tuzipeleke kwenye exchange nyingine kama Binance au Maxis au Bybit na zingine. Kitu cha kwanza utaingia hapa kwenye asset. Ukishaingia kwenye asset utaingia kwenye withdraw. Hapa deposit ni kuweka, withdraw ni kutoa. Kwa hiyo tutaingia hapa kwenye withdraw crypto. Ukitaka withdraw labda kusell unaweza ukaingia hapa, lakini sisi tunataka kutransfer kwenda kwenye on-chain withdraw. Kwa hiyo tutaingia hapa transfer to crypto wallet exchange or OKX address. Kwa hiyo hapa utaingia hapa withdraw crypto. Ukishaingia withdraw crypto utakuja utachagua asset yako ambayo unataka kuituma. Crypto ambayo ni USDT ambayo tunayo utaichagua. Utakuja utachagua address. Kama address ushaisave labda kuitumia ukaja ukaisave hapa, itakuja kwenye address book hapa. Lakini kama ni new destination kwamba hujai kabisa kuitumia hiyo address, kwa unataka kuitumia kwa mara ya kwanza au labda hukuisave, unaweza ukaja kwenye exchange ukachagua labda unataka kutuma wapi. Exchange on chain withdraw tuanze exchange mfano kama Coinbase au Binance. Kwa hiyo unataka kutuma labda huko, then labda kuna unhosted wallet. Unaona kuna hizo wallet labda OKX wallet au MetaMask au SafePo, Token Pocket, zile wallet. Lakini kuna hii hapa ambayo inaenda kwa user wa OKX, kwamba unataka kutuma labda kwenda kwenye address ambayo ni mtumiaji wa user au OKX user. Kwa hiyo hapa unaweza ukatumia namba ya simu, phone number, ukatumia email yake ya OKX au OKX UID, ambapo sasa ukituma inakuwa ni free. Ndio maana hapa tumeambiwa ni free, hamna charge, hamna makato. Sasa sisi tunataka tutume kwenye exchange hapa. Tutaingia kwenye exchange. Sasa ukishaingia kwenye exchange tutakuja tutaangalia kitu cha kwanza, hakikisha exchange yako ina network ambazo zina low fees. Mfano mimi nikija nikiangalia hapa kwenye layer X layers ambao fee yake ni kama $0.1. Unaona, ukiangalia kwenye Tronit RC20 ina makato $2.1. Ukiangalia kwenye Ethereum RC20 ina makato $0.3. Arbitrum ina makato 0.098. Unaona, kwa hiyo hakikisha unaangalia ile ambayo ina low fees, lakini pia angalia ile destination ambako unazituma. Kama ni mtu labda unamtumia au unatuma kwenye wallet, angalia wallet kama ina support hiyo network, na hiyo network kama ni low fees. Mmoja anapenda kutumia low fees kama unahitaji kuweka kwenye exchange, kwa sababu exchange mara nyingi zinakuwa zina support network nyingi. Mfano kama unakuwa hujui kwamba unatumia network gani, unaweza kaingia kwenye exchange. Mfano mimi nasituma kwenye Binance, utaingia kwenye Binance yangu, utaingia kwenye asset hapa, utaingia hapa kwenye Quad Fund, utaingia hapa on chain deposit kwa sababu unafanya deposit kuja huku. Then nitakuja nitachagua na deposit USDT, nitachagua USDT kama kawaida. Then sasa nitakuja nitaangalia network ambao ziko huku. Unaona mimi huku na network nyingi tu. Sasa nitakuja nitaangalia hii ambao ina low fee huku, afu nitaangalia kama kule ipo. Mfano tukiangalia hapa ina hii hapa Prism ina 0.00, yani ni kiasi kidogo sana, lakini tukija kukiangalia huku hii Prism sidhani kama ipo. Ndio hii hapa Plasma. Ngoja tuangalie kama inafanana. Plasma hii hapa, japo sijai kuwa na experience na hii. Nafikiri network mpya, kwa sababu network kila siku zinaongezwa, na nafikiri zote ziko kwenye MVM, kwamba MVM hata kama ukikosea bado hela itafika, ila sasa itakuwa ni changamoto sometime, inaweza sionekane kwa sababu bado siwaga zinafanana, kwa sababu bado za Optimism hizi zote Polygon, ukiangalia hizi Unchain zote huwa zinafanana tu, kwa sababu zote ziko kwenye chain ya Ethereum. Sasa mimi huwa napenda kutumia hii Polygon kwa sababu naona hapa Polygon pia
ina 0.01 makato, ambao 0.01 ni kiasi kidogo sana, kiasi kwamba hata shilingi 25 haifiki Tanzania. Kwa hiyo nitakuja tu nitachagua hii, lakini hata hii hapa nafikiri plasma. Plasma ndio hii. Ndio hii hapa, address yake, contact address yake inaishia EBB. Ngoja tuje tuichague plasma for first time nitumie na mimi. Nitakuja nitapaste address hapa. Then nitakuja nitabonyeza next. Naona hapa inahitaji sijui, ngoja nifute kwanza ni paste, kwa sababu ukikosea address inakuwa ni changamoto. Tuipaste hapa plasma. Tuipaste hapa, inatuletea option ya kuendelea. Tutabonyeza amount maximum. Tutabonyeza next. Hii hapa itakuonesha network, lakini pia itakwambia live time itafika baada ya dakika 2. Umeona, na itafika hiki hapa kiasi 45.81. Kwa hiyo baada ya hapo uta confirm tu hapa. Hii hapa ndo fee yao 0.01. Kwa hiyo kisha confirm utaweka tu fingerprint. Ninaweka fingerprint kwa sababu natumia passkey. Tayari hapo inakwenda kuandikia ziko kwenye safari, zinasafiri on way. We are sending out your crypto and still live within 2 minutes. Kwa hiyo hapo within 2 minutes itakuwa imefika. Unaweza ukaangalia detail hapa ya transaction yako, kama iko pending inakuwa inakuonesha status. Kwa hiyo iko hivyo, na ikishafika kwenye exchange yetu huko ambako tumeituma huku pia itatuonesha kwamba kuna deposit imeingia hapa. Itakuja kutuonesha kwamba kuna deposit ina confirm kuingia. Kwa hiyo hapa bado watu subiri dakika 2 bado. Hii hapa dakika 41, tulituma dakika 39. Nafikiri hapo notification tushapewa ya Binance tayari. Hapa inatuandikia crypto deposit processing. Kwa tunaweza tukaifungua. Kifungua hii hapa itakuonyesha kwamba kuna confirmation ambazo bado zinafanyika. Tayari hapa deposit success, kwa hiyo tayari ishaingia, ishafika kwetu. Kirefresh hapa tuone imetuandikia complete, na huko pia tumepata notification tayari dakika 2 tu tayari hela zetu zimefika tayari hizo hapa. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza ukatuma crypto kutoka kwenye Maxis, kutoka kwenye OKX kuja kwenye Binance. Na unaweza ukachagua network yoyote, na network zinatofautiana fees, lakini pia zinatofautiana kwenye arriving time, kwamba muda wa kufika. Mfano kama Polygon mara nyingi inachelewa, na kuna network ambazo pia zinakuwa zinawahi kama Baby20, lakini kuna baadhi ya exchange ambazo hazisupport Baby20. Unaona kama Coinbase, unaona haisupport Baby20. Lakini pia kuna exchange ambazo zinakuwa zina platform fees kubwa, kwa sababu unakuta zina competition. Kwa hiyo wanaweka fee kubwa kwenye upande wa chain fulani kama Baby20, kwa sababu wanajua ni coin ya Binance. Kwa hiyo unakuta wanaweka fee kubwa. Mfano ukiingia kwenye L5 kutransfer to Baby20 kidogo inakuwa na makato karibia $1, ambako kwingine unakuta ni makato $0.01. Kwa hiyo iko hivyo. Hapo nafikiri tumeelewana katika namna ya kutuma hizo USDT kutoka OKX. Karibuni sana kwenye Supreme Crypto. Nauza na kununua USDT, ni wakala pia, na usisahau kusubscribe na kulike.